Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabiki. Na kukaribisha kwenye YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na sana zaidi namkaribisha sana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu take over, take control. Karibu mahali hapa, karibu kwenye mioyo yetu, karibu kwenye akili zetu, fahamu zetu. Tusaidie Bwana Yesu tujue unayosema na yakatusaidie kuelewa tunachotakiwa kufanya na tukazae matunda mema kwa ajili ya neno lako unalotupa leo. Ni katika jina lako takatifu Bwana Yesu tunaomba na kukuamini. Amen. Asante kwa kuwa uko mahali hapa. Amen. Napenda tena kukaribisha tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Na kama tayari umeshakuwa mwenyeji, naamini mpaka sasa utakuwa unajua kwamba bado tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo, na tunamshukuru Mungu tumesha cover sura ya kwanza mpaka sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo, na leo tutaangalia sura ya 13 ya kitabu cha Mwanzo. Na kama utakumbuka kwenye video iliyotangulia ambayo tuliangalia Mwanzo sura ya 12, tuliangalia kuhusu Ibrahim alipoitwa na Mungu kwenda katika ile nchi ya Kanani, na pia tukaona maisha yake yalivyokuwa kule Kanani. Tukaona mpaka akaenda Misri kwa ajili ya njaa, lakini tunaona pia anatoka Misri kwa sababu Farao amemfukuza. Sasa tuone katika sura ya 12 leo walipotoka Misri, Ibrahim, Sarai mke wake na ndugu yake Lutu walielekea wapi. Kwa hiyo tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 13, tunaona kwamba Biblia inatuambia kwamba Ibrahim walipotoka Misri, baada ya Farao kumwambia kwamba baada ya Farao kumrudishia mke wake Sara na kumwambia watoke Misri, Ibrahim na mkewe Sara na Lutu wakaamua kurudi tena Kanani. Wakarudi mpaka kule Betheli, ambapo uko katikati ya mpaka wa Ai na katikati ya mpaka wa Betheli, ndipo walipokuwa wamejenga hema yao mara ya kwanza. Yaani ndipo walipokuwa wanakaa wakati wametoka moja kwa moja kutoka Harani. Walipokuja Kanani walitengeneza hema Bethel, yani katikati ya mpaka wa Ai na katikati ya mpaka wa Betheli. Wakawa wamekaa hapo, na hapo ndipo walipomjengea Mungu madhabahu. Kwa hiyo wakarudi huko. Lakini Ibrahim kiujumla alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa na mifugo mingi, alikuwa na utajiri wa dhahabu, alikuwa na utajiri wa watenda kazi, wajakazi. Alikuwa ni tajiri. Lakini sio hivyo tu, hata ndugu yake Lutu naye alikuwa ni tajiri kweli kweli, ambaye Lutu alikuwa ni mtoto wa mdogo wake aliyefariki ambaye alikuwa anaitwa Harani. Kwa hiyo wakarudi wote, wakarudi Betheli, yani kule Kanani, wakarudi Betheli pale ambapo walikuwa wanakaa. Na wakawa wanaendelea hivyo hivyo kulisha mifugo yao. Walikuwa ni matajiri, wakawa wanaendelea kulisha mifugo, lakini nchi ikafika hatua kwamba haiwatoshi. Ile eneo ambalo walikuwepo ikafika kipindi, kwa sababu ya ile mifugo ikawa haiwatoshi. Sasa ikawa inasababisha ugomvi kati ya wachungaji, yani wachunga mifugo wa Ibrahim na wachunga mifugo wa Lutu. Basi Ibrahim alipoona kwamba wachungaji wa mifugo yao wanagombana, kitu ambacho kikawa kinawasababishia pia hali ya kutokuwa na utulivu kati yake na Lutu, akaitana na Lutu, akamuita Lutu ndugu yake, akamwambia Lutu, wewe ni ndugu yangu, mimi na wewe hatuna sababu ya kugombana, wala wachungaji wetu hawana sababu ya kugombana kwa ajili ya malisho. Akamwambia, angalia, hii nchi yote iko mbele yetu. Nchi yote iko mbele yetu.
chagua wewe utakapotaka kwenda kulishia mifugo yako. Ukiamua kwenda kusini, mimi sitakuja huko, mimi nitaenda upande mwingine. Ukiamua wewe kwenda magharibi, mimi sitakuja huko, mimi nitaenda upande mwingine. Basi wakakubaliana na Lutu wafanye hivyo. Lakini Biblia inatuonyesha katika Mwanzo sura ya 13 kwamba Lutu akaangalia akaona bonde la Jordan kwamba limejaa maji. Kwa hiyo katika ile kuangalia sehemu gani ambapo pana malisho, akaona bonde la mto Jordan. Alipoona bonde la mto Jordan, akaona yeye kwa sababu kule kuna maji na atapata malisho mengi, akachagua kwenda kule. Alipochagua kwenda kule, wakatengana na ndugu yake. Na hapo ilikuwa hilo bonde lilikuwa lina maji, liko pazuri kabla Mungu hajaharibu Sodoma na Gomora, kwa sababu Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji karibu na hilo bonde la mto Jordan. Kwa hiyo tukisoma Biblia tunaona Lutu alipoondoka, Bwana Mungu akamwambia Ibrahim, inua uso wako, angalia mashariki, angalia magharibi, angalia kaskazini, kwa hii nchi iliyokuwepo mbele yako, yote inakupa wewe na uzao wako. Hapo Lutu alikuwa tayari ameshachagua kwenda kwenye bonde la mto Jordan. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba Lutu akaendelea kuongezeka kiasi cha kwamba akasogea mpaka kwenye mji wa Sodoma na Gomora, kwa sababu mifugo na yani hivyo mafanikio yake yakaendelea kuongezeka. Lakini Ibrahim na yeye akawa ameendelea kuongezeka. Kwa hiyo Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 13 Mungu akamwambia hivi, Mungu akamwambia Ibrahimu kwamba atafanya uzao wake huo ambao atawapa hilo eneo lote kuwa kama mavumbi ya mchanga, yani mavumbi ya ardhi. Kama mtu ataweza kuhesabu mavumbi ya ardhi, ataweza kuhesabu uzao wa Ibrahim. Na kwamba Mungu akamwambia hivi, Ibrahim, uende ukapime, utembee, upime mapana ya nchi, upime marefu ya nchi, maana hii nchi nimekupa wewe, na uongeze hema yako, kwa sababu nchi nimekupa wewe na uzao wako. Kwa hiyo Ibrahim akafanya hivyo na akaongeza hema yake mpaka kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyokuepo Hebron, akamjengea Bwana madhabahu. Kwa hiyo Ibrahim na yeye akaongeza hema yake, kama kule Lutu alivyoongeza hema yake kutoka kwenye bonde la mto Jordan mpaka akafika kwenye karibu na mji wa Sodoma. Mungu naye akaongeza akamwambia Ibrahim aongeze hema yake. Kwa hiyo Ibrahim naye akaongeza hema yake kwa sababu ya mafanikio ya mifugo, akafika mpaka kwenye mialoni ya Mamre ambayo ilikuwepo Hebron, na huko akamjengea Mungu madhabahu. Lakini pia huko mbele huko, Mungu akipenda, tutakuja kuona ikulu ya Mfalme Daudi ilianza kujengwa wapi. Amen. Ni hayo tu kwa kipindi cha leo cha kitabu cha Mwanzo sura ya 13. Endelea kujisomea, lakini napenda kukuomba uendelee kulike, uendelee kushare, uendelee kusubscribe ili content iwafikie watu wengine, na zaidi sana utakuwa unafanya na mimi utumishi pia. Lakini pia kama utapenda kufanya booking kwa ajili ya counseling sessions, namba zangu ziko kwenye description box hapo, unaweza ukanitafuta tukafanya arrangement. Kama utapenda kama bado hujampa Yesu maisha yako na utapenda kufanya hivyo, pia namba zangu ziko kwenye description box. Namba nitafute tafadhali, nikujulishe namna ya kupata wokovu na namna ya kuishi maisha ya wokovu. Ni hayo tu kwa leo, tuonane katika sura ya 14 inayofuata hapa kwenye channel yetu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Mpaka wakati mwingine, ubarikiwe. Bye.